Kigamboni, lakini pia nina huduma Mwanagati, mtaa wa Pesha, niko pale. Mungu amenipa neema hii ya huduma hizi ambazo ninaziendesha. Lengo kubwa la Mungu kuniita ni kufanya watu wamjue yeye. Na kwa namna moja au nyingine nimekuwa nikiendelea kuhubiri na kuzungumza na watu mbalimbali kupitia mahubiri ya Mungu ambao ujumbe anazonipa au nabii Mungu anazonipa kwa ajili ya kulifanya kanisa la Mungu lisimame katika ukweli. Watu wengi leo hii wamefika hawaamini kwamba manabii wapo. Ila manabii wapo. Ila katika manabii wapo wa kweli na wapo wa uongo. Hilo ni jambo la makini kabisa. Sio unapofika kwa nabii uamini kwamba eti nabii yote ni wa kweli, hapana. Hebu chunguza matunda na maneno na mahubiri yao. Wako manabii wengi sasa hivi hata neno la Mungu hawafundishi, na hata miujiza halisi hamna, baraka na uponyaji halisi hamna. Sasa kusudi la kongamano tulilonalo hapa Kigamboni ambao tumeanza leo. Leo ni siku ya kwanza. Tumeanza kongamano hili ili kuwafundisha au kurejesha kanisa kwenye msingi wa mguso wa kweli wa kimungu. Maana iko miguso mingi sana, mingine ni ya uongo, inawezekana watu wanakaa wanatengeneza na namna mbalimbali, lakini tunahitaji watu wajue kwamba Mungu hadi leo anaweza kutenda. Leo hii kwenye makanisa mengi nguvu ya Mungu imepotea. Na ndio maana kumekuwa na washirika wengi wa kuhamahama. Na wengi wanatafuta miujiza, na unakuta viongozi wengine hata wa makanisa wamekuwa washirikina. Unaweza kukuta ni mchungaji lakini anaenda kwa mganga au anaelizi au anaamini pia kwa waganga au anaamini kwenye ushirikina au uchawi. Sasa hii ni tatizo liliokumba, lakini chanzo cha matatizo haya kwamba wako watumishi wengi wamekuja kwenye utumishi wakifikiria kupata fedha au kutajirika. Kwa hiyo unakuta namna zao wakiona wamekosa, wanaanza kujiuliza kwa nini tumekosa fedha? Labda tutafanye nini au mbinu gani tupate fedha? Kwa hiyo mimi niwaombe sana wa Tanzania na muwe makini na injili za sasa. Maana zimeingiliwa na watumishi wengi wameingia kwenye injili kwa lengo la mafanikio ya mwili, wapate pesa, wapate maisha, wapate magari. Sasa tunacho si kwamba mnapoenda sehemu yote, hiyo huduma yote, hebu chunguza, msikatae mtumishi yote au mtume, nabii, mchungaji. Lakini je, muangalie anatembea na neno, anasimama na neno, anafundisha watu kweli ya Mungu, anawafundisha watu kwamba kuna maisha baada ya hapa. Kama tukifundisha watu kuna maisha baada ya hapa, inaweza kuwa ni vizuri sana. Na hata mambo mengi tunaona hata kwenye taifa inaweza kapungua. Mambo mengi hata kwenye viongozi wa nchi ambayo yanaonekana ni kwa sababu baadhi ya watumishi walioingia kwenye huduma pasipo wito wa Mungu kwa tamaa. Na hili ndio tatizo linalolitesa taifa na dunia. Mungu atusaidie, tusimame kwenye kweli, tufundishe, tusiogope gharama. Maana leo hii watu wengi hawapendi kweli, wanapenda uongo. Kwa hiyo hawataki kuona gharama. Kama wanaona kama nikifundisha kweli labda watu watanikimbia au watakuwa nini, usiogope hiyo gharama. Kama umeitwa na kweli na alikuita ni Mungu, basi msikie Mungu anachokuambia, ndio ufundishe. Majina naitwa Kibonge Mwepesi wa Yesu, ni mwimbaji binafsi wa nyimbo za Injili. Ama kweli mimi huwa napenda sana kusema kitu kimoja, ni kwamba huwa nawaambia watu wengi kwamba kwa nabii Rufingo kumenoga. Yaani kwa nabii Rufingo kumenoga. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba ndugu zangu, wale waliokosa siku hii ya leo, siku ya Jumatano, sio